Hello guys, welcome to Ongeti TV. And today I wanted to show you on how to cook this kind of mboga, which is a mixture of skuma, kunde and spinach. Actually, it's a traditional type of food. So today I wanted to take you through on how to cook on that mboga. So the first thing, I prepared the mboga. As you can see there, I started to soak it so that I can wash it to be clean. And I prepared it, placed it on the sufuria because I wanted to show you on how to cook it traditionally. So I washed the mboga very well and rinsed. As you can see, the water you see in the bucket, I had washed the mboga with the first water, so it was just to finish up kuifanya ikuwe safi kidogo. So nilitoa mboga kwa maji, nika place it on the sufuria. Nikaamua kusongesha moto vizuri, as you can see, cause maisha ya ushago wenyewe mnaelewa. Nikajaribu kupuliza the moto, I squeezed the firewood. Though kupika kwa moto si rahisi. Mimi kama mtoto wa kiume, it was so stressful. So nikachukua mboga yenye imebaki yote, place it on the sufuria. Moto, as you can see, ilikubali kawaka, and that day it had rained very heavily. So nikaweka mboga yote kwa sufuria. Mboga ilikuwa mob because I had bought skuma 50, spinach 50 and kunde for 30 bob. So today I wanted to prove watu wa ushago kuwa I'm also a cook and I can cook for them better than they cook. So I prepared, nikaweka mboga yote as you can see. Nika place mboga yote totally. Sikutaka hata moja ibaki because I had tried cooking this in town na hii mboga ilikuwa very very sweet. So nika place, as you can see, simu yangu nilikuwa very very keen nayo, because unajua hizi moto za ushago anytime inaweza nichomea simu. Nikaweka mboga vizuri kwa moto, nika place it very very well kwa moto. Nika place it, ikaisha. So I had to kutafuta kitu ya kufunika, because unajua mboga haiwezi iva vizuri ikiwa hivyo. As you can see there, that is my skuma, spinach and kunde. Totally awesome. Nilijikatia mwenyewe, though ni kubwa but it's just fine. Totally, you can see there kuna kitunguu, tomato nilikuwa nimetayarisha, because this mixture only requires kitunguu, tomato na mafuta. So I had to prepare the kitunguu, nikakatia ndani, because I had told you ni traditional way of cooking, tunapika kimanual. Kakatakata the kitunguu very well, kwanza nikapeel, kungarisha, kutoanisha hiyo ngozi vizuri. Nikatayarisha kitunguu vizuri, nikapeel off hiyo ngozi, because unajua kitunguu huwezi tumia tu kimangoto hivyo. So nikatoa, as you can see, ilikuwa kali sana, kidogo initoe machozi, but mimi ni mwanaume kabisa, nimevumilia. So I started to peel it, tukaanza kuikatakata into small pieces kuongezea kwa hiyo mixture yangu. Kazikatakata vizuri, the knife was so sharp. So I was to be keen, nikakata, and the cameraman was my mother. So leo alikuwa anataka kuona kijana yake anapikaje. Nikakata, I cut the onions very well. I cut them very keenly because nilikuwa nataka zinitolee particle ndogo hiyo mboga ikiiva zipotelee ndani. So that is my onion, nikakata vizuri mpaka ikaisha. I only used one onion kwa sababu sikuwa na pesa ya kununua ingine. So there was my tomatoes. Pia nilikuwa nataka nizikate niziongezee ndani ndio nikifunika ziivie pamoja. Nikachukua kale ka kitunguu kale ka mwisho. Though wengine wao wakatumia, lakini sasa mimi nilikuwa na lesi ya kitunguu, so I decided to cut it, kuitumia pia. Kakata mpaka ya mwisho kabisa, yote hizo za matawi zinakuanga hapo mwisho pia nizitumie. Nikazitengeneza vizuri, kutoa hizo maganda vizuri, kakabakia kale kapisika katikati, nikasema bas, let me use this one. Kata vizuri polepole kwa ustaarabu. Nikakakata mpaka kakaisha, nikasema bas. So let me take tomato. Kaambia mama anisongeshe tomato karibu. Hii kitunguu bado ilikuwa inanisumbua but nilisema
acha niweke tu ndani. So I took my tomatoes, kazikata vizuri kwa karatasi, zilikuwa mob but nikasema siwezi tumia zote. So unajua pia kuna baadhi ya mboga pia ilihitaji hizo tomato. So nikachukua ya kwanza, nikasongesha moto kwanza vizuri ndio isianze kunisumbua sumbua. Took my tomatoes, washed them in the water that I had washed them with the mboga. Kazi place 4, nikaona hizi zimetosha hizi. Kwa sikutaka nitumie mingi. That is a misuse. Kuna shughuli zingine pia zinaweza tumika. So nikachukua tomato zangu, kazitengeneza vizuri, nikaanza kuzikatia ndani. Kuzikatia ndani pole pole, kuzikatia ndani. Ndio zikiiva ziivie pamoja. Nikakata my one tomato, and as you can see ilikuwa almost kuisha. Kaikata vizuri, I was cutting them to small pieces ndio mboga ikiiva pia zipotelee ndani. Take another tomato, katakata, they were just small tomatoes, medium tomatoes for 5 bob. Sijui kwenye wanauzanga aje, na place nyingine wanauza 10 bob. I decided to tell him asongeshe kamera karibu ndio muone vizuri. As you can see the pieces nilikuwa nazikata ndogo ndogo sana. Nikakata vizuri. My knife was very sharp. So nikakata the mboga very keenly. Nikakata the another tomato, nikakatakata. Huko nilikuwa najimbia pole tu. Wamelele mboga ya kienyeji ni tamu. Wamelele mboga ya kienyeji ni tamu. Wamelele mboga ya kienyeji ni tamu. I was just singing, mama alikuwa anacheka but I had just to, nilikuwa najikaza because I had no otherwise. Today nilikuwa nataka niwa surprise. That was the last tomato ya 4, nikaikatakata vizuri ishe yote. Nikakata, moto ilikuwa inawaka mob. But as you can see nilikuwa ningoje nifunike ndio hiyo mboga ive na hiyo moisture ama hiyo vapor. So nikazikata. That cooking, kazi ya kupika si rahisi bwana. Mwaso ushago huko. Kazi ya kupika si rahisi. So nikaitisha kamera niwaonyeshe vizuri before nifunike. Mseme ati sijui nini. I wanted to show you step by step ndio mshikanishe vizuri kwa makini. Hata moto vile mnaona niliasha tu kando ya miti. So that I can show you it's traditional na inaweza fanyika hata ukiwa pale popote. Kwa wale wenye wanaona hii wanaweza tumia gas pia inapika smart. Na kama kuna ule mwenye ashajaribu this kind of mboga mwenye anajua matokeo. Najua I'm not the first one to make this type of mboga. And kwa wale ambao washajaribu kupika this kind of mboga tujuane kwa likes, actually share, na subscribe. Nikaamua kuchukua chumvi. Najua mboga si tamu bila chumvi. Najua chumvi ni ina add flavor pia kwa mboga. So nikachukua my chumvi very well, nikaongeza. Nikasema hiyo ni kidogo, nikaongeza because the mboga is very many. Alafu najua hiyo mboga pia sometimes ukiosha inabaki na ile maji. So unaweza weka chumvi kidogo ikose kutoshea. So kuweka chumvi ikatosha, nikachukua mafuta, nikafungua, nikamimina ndani. And kwa wale ambao hawana mafuta you can just cook like that, but mwisho make sure umeongezea maziwa because unajua maziwa pia kuna hiyo fats. So nikaongezea mafuta very well, nikaiongeza vizuri, nikaimimina kisawasawa mpaka ikakuwa ikatoshea. Nikazichukua, nikaziweka kando, nikaamua kutafuta sasa lidi ya kufunika hiyo mboga vizuri kabisa. Mafuta, nikaambia mama in case kama atataka kupika mboga kama hiyo asiwe anatumia mafuta mengi. Alafu pia chumvi it should be keen kwa sababu unajua hizo mboga za kienyeji ukislake chumvi tu hivi utashinda ukiongezea maji usiku na mchana. So that was my mboga, na nikaamua sasa kutafuta njia vile naweza ifunika. Moto, nikaconfirm moto, the moto was very well, but unajua nilifaa nikae rada naye kwa sababu unajua hizi moto za kienyeji za ushago zikishaisha tu kuni hivi ndio hivyo zinazima. So that was my mixture. As you can see it's as green as nature. Ilikuwa very green, nikatumanisha kifuniko ya kufunika. So vile nilikuwa nimengojea kifuniko ikuje. Kwa nangojea kifuniko ikuje, kama bado nasongeza moto vizuri, kwa bado nachochea kuni vizuri nizishikanishe ndio nikifunika, nikienda kutulia mahali
zipike polepole tu bila wasiwasi. So nikaundaunda moto kutengeneza kuni ndio hata ikae for long. Unajua moto ukisongesha kuni vizuri, uziweke vizuri kisawasawa, inaweza haka vizuri. Lakini ukisema unaweka kuni shagala bagala, moto naye itawaka kishagala bagala tu. So therefore nikaletewa kifuniko, nikaamua kufunika mboga yangu vizuri, nilitandaza nikafunika. Nikasema hapa sasa basi kuifunua mpaka vile itakuwa imeiva. So nikacheck kuni ndio ilikuwa inavuta kidogo. Kabidi sasa niseme nipulize pia ndani, kwa sababu unajua hizi moto zikizima there's no other ways. Nikafungua, nikasema let me mix the tomatoes zichanganyikane na hiyo mboga vizuri. Nikazichanganya, nachukua mwiko juu kijiko ilikuwa inajikunja because the mboga was very very many. Nikaimix vizuri huku nikidondokwa na mate cause ilikuwa imeanza kuiva. So nikaizungusha vizuri ile to mix, kuiadi mafuta. Nikachanganya vizuri mpaka ikachanganyikana. Nikachanganya. Nilijua nikishachanganya hivi vizuri nifunike ni mpaka vile nitapakua. Kwanza mboga ikifika hivi na upate kitu kama mayai upasue uweke ndani. Sema utamu. So nikachanganya mboga, nikachanganya. I took almost 2 minutes doing this. Kuipika tu vizuri, kuichanganyikana because it was actually many mateke. Mboga mob sana. So nikaichanganya vizuri. Taste chumvi, it was so nice. Na nikaiacha sasa iive. Moto mnaona nilikuwa nimeisukuma kisawasawa. Mafuta, tomato na kitunguu zote zilikuwa. So as you can see there, the mboga was fine. Nikaamua kupika kama ikangu and I was enjoying with my babes. Tulikuwa tushapika ugali. The mboga was very 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 delicious. So guys, actually rate my cookings. Give me subscribe. Usikose kulike and keep on sharing the video. I love you so much. Na kwa wale kama hawajaionja hii recipe, actually jaribu, na step ni ile ambayo nimeenda nayo. Hata kama unatumia gas, hata kama unatumia any source of heat, unaweza pika tu hivyo. Any quantity of mboga inaweza jipika, na bora uchukue a mixture of mboga, sukuma and kunde. Bye bye guys.